Ozolo. Huku kwetu Europe, haswa Germanistan, ukipenda Germany, aka Ujerumani, Ujeru. Tulisemaga ukiona barabara katikati haijafanyiwa kitu inaitwa median axis, yani haijawekwa ile ya kuseparate magari, haswa kama ni barabara ya two way traffic kama hii, inamaanisha barabara hiyo ni nyembamba mno, na magari hapo ni madereva mtumia akili ya kuzaliwa, na muwe na ile kinaitwa sharing is caring mentality. Bila hivyo mtakwaruzana, mtavunjiana zio, mtafanya maajabu ajabu, na yote itakuwa ni shauri yenu kaliwali. Unaona? Manake barabara hii ni nyembamba, it's below the standards so hakuna venye inaweza kwa lane separator azimile inaenda kwa the median axis ama the median marker, kwa sababu ikiwekwa hapo katikati inamaanisha magari yatakuwa tayari yanauma kwa jirani, na dereva ni dereva. Madereva wanakuwa na ile mentality ya kwamba niko kwenye lane yangu. So wakati umetoshea pale exactly, utaanza kusema mimi niko kwangu. Wewe kama uoni kwako shauri yako. Mimi sikutuma kanunue gari pana. Unaona? Because of course dereva wa Kadudu huwezi linganisha na dereva mwenye akona gari kama Ram 1500 ama hizi zinaitwa maybe ma BMW X9, sijui ma Audi A8, sijui ma whatever, hizi zingine zinaitwa ma G-Wagon, ma G63. Unaona? So utapata gari moja ni pana kuliko nyingine. So kale Kadudu kanatoshea kwake vizuri, lakini gari pana itakuwa inakula kwa jirani. So kwa sababu hiyo, kwa minajili ile, Waluya mko wapi na minajili yenu? So unapata wahandisi aka maengineer walijua akili za madereva ni zile, ikabidi wameiacha hivyo katikati, bila kuwekewa ishara kwamba wewe unafaa kupitia wapi, wewe unafaa kupitia wapi. So ukija kuleta kierere yako kaliwali, utajua baadaye. Sasa kama hapo maaskari watakuja kupima waseme ndo mwenye hatia ni ya yule, hapo ndo utajua kwamba kila kitu ambacho kinahusu ajali, alafu sasa ndo imekondeana zaidi na tunaingia kwenye kijiji. Kila kitu kinachohusu ajali huwa kinakuja na gharama yake. Unaona, ikifika mahali kama hapa, huyu hapo na BMW yake, lakini anaheshimu munyama. Lakini najua si ati ameheshimu, ameona hii ni man. It is an animal of theirs, ni mnyama wao. Unajua kuna vile unaweza ona mnyama useme, by the way hii sasa haka roundabout chole wameweka hapa kazi gani? Hata nikahitaji hata nikajifanya dereva namna gani lazima nikapite juu kali wali. So chenye nilikuwa nasema ni yeye ameona hii ni man na hii ni gari ya kwao, so ameipatia heshima ya kwao. So kwa mbali unaweza angalia udhani kwamba ati sijui ameheshimu lori, kumbe ameheshimu hiyo logo, akasema hii after all huu ni mnyama wa huku kwetu Ujeru aka Germanistan. Alafu sasa hapa kuna kakona ambako kanaitwa ukiona kama makiwa inamaanisha kanatoshia gari. Hiyo ndio uzuri ya wahandisi almaarufu mainjiniari ama mainjinia. So of course hii locator ijenipoteza leo si kama jana ama siku nyingine. Locator iko tu sawa. Maana yake penye napeleka mzigo the factory iko tu mahali penye ni vichochoroni, ni vingurungani, lazima nipitie barabara hizi ambazo zinakaa ni kama zinapitia kwenu nje ama kwa watu nje. Otherwise hii ingekuwa iko kwenu east, ungekuwa unapata jioni mama amekuandalia ugali na samaki, lakini unapata Mercedes Benz imekuja hapo kama matobosha ya mboga yani. Hello? Yani wewe umepika tu sima na managu, alafu unapata yani BMW ama BMW mwezi kuongesha ukuta. Unapata Mercedes Benz Actros ama Agza imekuja imefanya yale masuala yake. Huyu akipita, huyu kwanza ni ile rango wa Boys Cayenne ama ukipenda Porsche Cayenne. So unapata wewe ulipika chakula cha aina hii, lakini kuna mgeni madhubuti, mgeni mashuhuri amekuja akaleta mboga ya aina yake. Hello? Leo tuko kwenye barabara ya vingurungani, barabara ya vitongojini. Huyo amesema amechoka kujifanya, hawezi fuata animal na animal inaenda vile inataka. Lakini uzuri ni vipi? Huko aendako yeye, siko niendako mimi. Bana nenda, tangulia Twaja, hapa speed limit ni 90. So hii ukilinganisha hii barabara na ile ambayo nimetoka, unaona imewekwa median axis ama ukipenda lane separator. It's a two-way traffic of course. Hii inatoshea vizuri because I can see from my rear view mirrors kwamba nikiangalia left ina nafasi kidogo, nikiangalia right pia iko na nafasi kidogo, kumaanisha inatoshea. Lakini ile nyingine yenye ilikuwa haijachorwa inamaanisha hiyo gari mkipitana wawili lazima mmoja afanye heshima ama nyote mfanye heshima ama mlete majanga. Hiyo ndio suluhisho. Hakuna lingine liloko la karibu. Hakuna lingine ambalo la suluhisho ziada ya hapo ama zaidi ya hapo, unaona? Otherwise barabara ni ya vitongojini mno. The best thing is that huku hata barabara yenye inaelekea kwa kina wenda wazimu bado utapata iko na lami, na lami yenyewe iko maintained. Barabara ni safi, ni kama inafagiliwa kila siku. Hiyo ndio uzuri wa ushuru wako kufanya kazi. Wakati ushuru inafanya kazi siku zote inakuwaga ni hivyo. Na ndio ujue kwamba sijapotea, hii barabara inaruhusiwa gari kubwa, unaona?
Hapo umewekewa speed limit ya gari kubwa ni 70 kph, alafu Munyama umewekewa 30 kph. Wametunyonga sana ya Rabi Stara. 30 tutafika tuendako. But anyway, wanajua sababu ni gani. Wewe toka mbele, kuko sawa. Wewe unamwekea indicator ya left, ni dereva shaona indicator. Nimeweka indicator ya right, inamaanisha atoke aende. These are good drivers. Thank you and congratulations. Wanasoma ishara. Kuna mtu mwingine ukimwekea indicator ya right bado anabaki anakibangaiza, haelewi kunaendaje, hajui kulikoni. But hao nimeona huku mbele kuko clear na hawezi ona vizuri, maana yake ni obstruct. Ikiwadungia indicator ya right, wakajua huyu jamaa ametupanulia tuingie. Na unajua zima dereva kwa kupanuliana tu. Tunakuwa wakarimu. Tunakuwa wakarimu. Kupanuliana tu na kuingiana tu. Usije kama street ama kama mistake maneno haya, maana yake casually. Mimi sikufundisha Kiswahili. Mimi si nilitumana ukazaliwa huko kwenu Kirinyaga. Hapana, ungekuwa unapenda Kiswahili sana, ungeambia wazazi wako wakuja kuzalia Pwani, ndio ujue tofauti ya kupanua na kuingia, kupanuliana na kuingiliana ama kuingiana. Otherwise tumefika kwenye vitongoji hapa hivi, barabara ni nyembamba, ndio maana haijachorwa median. Alafu amepaki gari akaacha kama hapendi gari yake, na kama anaipenda kama haipendi sana. So hapa kuna barabara mbili naonyeshwa. Hii Google Map inanionyesha nipige hiyo sharp, lakini naona hiyo sharp hapana. Wacha ni ignore the Google Map, nifuate the navigator. Navigator inanionyesha niendelee. So navigator is more accurate, kwa sababu hapo penye umeona imeignore inamaanisha hapafai kupita Munyama. So hapa ni blind spot, lakini umewekewa kioo. Hapa kuna angle mirror ambayo inakuonyesha gari ambayo itakuwa inakuja. So kama saa hii wakati kuna low visibility, ikiwa umewasha taa tu, utaweza kuelewa kwamba kuna gari inakuja na unampatia heshima ambayo anastahili. Otherwise hapa unaambiwa speed limit ni 30 kwa saa, 30 kilometers per hour, ama ukipenda per hour, ama kama umetoka kule Katoloni unaweza sema 30 kilometers per hour. Kaliwali yote inakubalika. Ustari uko sure huko unapitisha Munyama unaruhusiwa. Mimi sijui kama naruhusiwa. Chenye najua ni kwamba hapa mbele priority ni yangu, mwenye natoka huko nafaa angalie. Mimi sijui kama naruhusiwa. Cha msingi ama cha mno ni kwamba Google Maps inaniambia twende, na Navitrack pia inaniambia twende. So in this case haiwezi kuwa wote ni wenda wazimu watu wamekosea, mimi sasa ndio najua sana. Hapana, hiyo ni Volvo Mswidi, gari ndogo ukipenda XC60. So hapa wamepandisha speed limit ni 50 ni ya gari ndogo, bado mimi niko kwenye 30. So nikiangalia hapa hivi niko na tanubari mbili, niko na darubini mbili. Darubini ya navigator inaniambia speed limit baba ni 30 kilometers per hour. Alafu haka hii nyingine maana yake ni ya kadudu, inaniambia wewe nenda tu speed ya 50. Sasa hapa iwapo kuna kamera ya kunichapa nikiwa nimepitisha, itanichapa, maana yake itakuwa inamaanisha kwamba hiyo speed si ya gari kubwa, ni ya gari ndogo. Ila wewe umejifanya una gari ndogo, umefuata masharti ya gari ndogo na uko na gari kubwa, inamaanisha umelala darasani. Alafu wanasemaga nini? Ignorance is never defense. Ukiignore kitu imaanishi kwamba sasa ati sasa hakiexist. La hasha. Hapa kuna kona ambayo inakaa ajabu. Kona ambayo inakaa kama U-turn, unaipiga kibarabara nyoka, alafu ni mlima unakwea huo. Tulisema siku zote ukiona kuna mijikona ajabu barabara nyoka, inaashiria kwamba hapo kuna mlima hatari ama mshuko hatari. Unaona nyoka yenyewe nilikuwa naambia, so that's the snake road, barabara nyoka. Unapiga S, alafu ukishuka pale hivi unapiga nyingine ya kuregea huku. Yaani hapa nilosikiaga mabatizo ya kupokezana. Ni pindo ya kupokezana, piga huku, regesha kule, piga kule, geresha kule kwingine mpaka kieleweke. Na bado kuna nyoka nyingine mle mbele, si sharp sana kulingana venye hiyo gari ndogo imepiga hiyo navigation, inanyonyesha it is not as sharp as yenye nimetoka hapo. Otherwise hapa priority ni yangu, mwenye natokezea kwenye barabara kuu anafaa apeane adabu ama apeane heshima. Sio mimi ati nimhurumie nijua kuna gari ndogo, hiyo sio kazi yangu. Tena tumerudi kwenye barabara ya tumia akili yako. Barabara ya tumia akili yako, ukipenda TAY almaarufu TAI. After hapa ni kama walikuwa hii media imefutika. Baba unahema kweli, wewe ndio kubadilisha gear, unataka tushinde hapa na mwe mingi. Otherwise we are in the countryside, maeneo yanaitwa Vaihingen an der Enz, Ujerumani. Vaihingen
an der Ends. Wenye wanajua Kijerumani mta translate, na kama haipronounce hivyo labda nimeongea kivyangu kaliwali. Mimi si kuambia mkuje Ujerumani mjue mambo mengi kuniliko. Otherwise nikiangalia hapa naona Tawakal ya Europe, Tawakal ya Europe. Hiyo ni metro ama basi ya kubeba abiria kwa ndani, yani within city center ama within kijiji, within mji. Hiyo si unaona hiyo 15 degrees depreciation. Hiyo ni depreciation moja hatari sana, moja kubwa sana. So hii nitaidungia, wacha niidungie lock ya 30 ndo hata ikipita isipite 40. Acha niweke 30 ndo ikipita isipite 40. Lakini iko sharp mazi, bado inakimbia zaidi. Wacha niidungie 25 lock. Wacha niipatie retarder mama. Hapa yani paka retarder usikii. Nimekuwekea 30 umefika 50. Niko ina haja gani niweke retarder baba? Lakini acha tuende na retarder naona itakuwa sawa, ina control kwenye 50. Sasa kile itafanya ikishafika kwenye kona ambayo nimeona ni sharp sana, itabidi nitumie service brake. Huko kwa mnasemaga foot brake, lakini hakuna kitu kama foot brake kwenye udereva. Hakuna, wacha ni shout na msikie. Hakuna kitu kama foot brake kwenye udereva. Inaitagwa service brake. Service brake. Yeah. Alia mji wa mame. Unapendeza macho, unavutia kuliko mademu wenu. Hata kama hamtaamini itabidi muamini tu. Hata kama hamtaamini itabidi muamini tu. Kuna mji hapa mbele unaopendeza kuliko mademu wenu. Alafu sasa hapa pale mbele hakuna entry for vehicles exceeding 7.5 tons. Nilikuwa nimeshangaa kunaendaje. Unaona hapo hivyo hiyo ishara. So inafaa nipige the S. So nakuja nachomokea hapa ndo ni join the major road over there. So unapiga kama U namna hii. So unaenda right, alafu mkiwa hapa hivi naweka indicator ya left na join kameja kako hapa. Alafu unaona umewekewa ishara ya give way. Peana barabara, mapeana nafasi. Kulia kwangu kuna gari, kushoto kwangu kuna gari, atakayekuja ni shetani ametumwa au billahi mina shetani rajim akemewe na aende kuzimu. Otherwise kidogo tumekuja kwa barabara pana. Mwendo wangu naona destination bado kilomita 4.8. My destination bado kilomita 4.8. Lakini cha ajabu ni kwamba kuna uwezekano ama kuna uwezekeko nikafika nikaambiwa baba umekuja kuchelewa, tutashukisha kesho. Anyway, hata nikiambiwa tutashukisha kesho, hiyo kwangu haikuagi kama big deal. Manake hapa silipwi kwa kushukisha, silipwi kwa kutembea, nalipwa kazi. So hata kama nitaenda nikae kwa yadi yako masaa 10 kabla ushukishe, bora nimeelezea tu kwamba hapa kuna delay ya 1 2 3, mimi au mwingine hayanihusu. Huo ni utaratibu wa washukishaji, wapandishaji, wabebaji, walipishaji na kadhalika. Mimi yangu ni kufikisha gari kwenye muda ambao ni salama zaidi, alafu kitakachofuata kaliwali. Ozolo. Barabara nyoka hizi wewe. Ndio hiyo kolige mdogo. Hapa unaambiwa vehicles exceeding 7.5 tons should not, underline the word should not turn right. So hapa ni kuproceed. Cross junction with the traffic controlled, ama cross junction with the traffic lights. Ndio hiyo instantly ishawaka green. Chanifululize. Hii ni cross junction. Hii sio T junction. Hii ni msalaba wenyewe cross. So hapa speed limit ni 60 kilometers per hour ama 60 kilometers per hour. Hawa ama wale utajua mwenyewe kama ni hawa kama ni wale. Hadi mliniambia hii Esso gas station ama petrol station huko kwenu East ilikuwa mwaka gani? 1950? Wenye mliipata na wanaongea na wenye mliipata. Esso gas station ama Esso filling station. Esso petrol station ukipenda. Mlisema ilikuwa kwenu, ndio. Ilikuwa kwenu mwaka gani? Actros L ndo hiyo, Actros L. So hapa tunafululiza, lakini kuna junction. Sasa hii ni T junction ambayo inatoka huku. T junction with whatever lights ndo hiyo sasa. So pale naona kuna colleague ana turn right, ana turn left. Kwangu ni right, kwake ni left. Lakini mimi nafululiza. So engezi yangu itawaka mbele. Ama ni yake ndio itawaka mbele, don't know. Whichever it is, wewe bora yenye itawaka ni aende. Ndio imewaka mbele, so wacha niende. Mwambie colleague kuwa na wakati mwema. Hii pia ni Actros L ambayo imeiga MP4 ya kawaida. This is not the Euro 6 next generation. Hii ni Euro 6 tu ya kawaida. The next generation ni ile ambayo inaenda kukaa kama Actros. Maana kuna Actros L aina 3.
kuna Actros L aina 3. Actros L ya kwanza ni ile yenye inakaa kabisa kama MP4 ya kitambo, alafu kuna Actros L yenye inakaa kama e-Actros, alafu pia hiyo e-Actros ni Actros L yake. Ndio hiyo sasa. Ni vile tu sasa e-Actros inatumia full electricity ama full electric, sorry, si electricity, electric. E-Actros is a full electric truck. Na Actros L hii ingine ni ya diesel kawaida. Nilikuwa nimeona maminyama imepakiwa hapa, nikadhani nishafika kwenye nafaa kuleta mzigo, kumbe ni mavitu zangu zinanionyesha vile bado safari, bado kilomita 2.5. Hii tunapiga na nyinyi kilomita 2.5. Naona kuna dakika 7 zilizoko mbele yangu, so acha niifurulize nione kama tutaiwaliwai hii video ikiwa dakika 20. Hapo kuna gari inakuja, so ni mataya kwangu, naona venye anashainisha hiyo lebo Illingen, exactly penye naenda panaitwa Illingen, umeiona? So after 400 meters I'm supposed to turn right. 400 meters should not be this one, this is too close, this can't be 400 meters. So speed limit hapa ni 70 kwenye saa, na mimi niko kwenye 68, so it is this one. Huku ndo unaingia Illingen, unaweka indicator ya right. Of course barabara ni free flow, hakuna kumpisha yeyote, unajiingilia tu kwenye usalama wako, unachukua hicho kichochoro. Alafu hapa kuna tunyoka tuwili, very important. So nichukue ya kwanza ama ya pili? Let me see which one is better kulingana na iko na kona 3, nyingine iko na 2. Wacha nichukue hii ya pili. Mtakula kichwa na navigation. Sasa ni masaa ya jioni, watu washafunga kazi, wameweka magari barabarani watakavyo wao kama vile hawa. So what I have to do is I will have to take the second exit. The first exit is going to give me a lot of caricature, a lot of department, a lot of mushkila. So what I do is I am going to take the second one. Yes, I will ignore the first one, which is the priority is mine. So wewe na kasmart car yako ukiingia Kaliwali itakuwa ni msiba wa kujitakia na haunaga pole, na iwapo unakuaga na pole sio hapa. So yes, I'm going to take this one after 90 meters. Must and should be this one. Hiyo ya street inasema no entry for vehicles exceeding 40 tons. Of course mine does not exceed 40 tons, so I'm good to enter there. Bali kama kuna construction hapo kipiga vibaya, nakwambia ile ukuta ya nyumba ya wenyewe unaidamshi. Lakini tadamshi saa ngapi baba? Ustadi hajaanza kuendesha gari leo, hajaanza kuendesha gari Ulaya, anaendesha gari sehemu nyingi mno. Itakuwa Ulaya sio ya kwanza. Bora tu kwa mwangalifu, cheza na rearview mirror zako, hakikisha kila kitu kiko Bennett, kila kitu kiko bahali yake. Usalama humu, usalama mle, namna hii. Hapa speed limit hawajaweka, so sielewi. Speed limit hawajaweka, so sielewi. Naweza penda sana waniambie kwamba atashukisha kesho, maana hapa kuna kaa mpaka naweza pata mahali penye nitakula fries hivi, nitafuta hoteli. Alafu mpendane kama wa mama. Hello! Guten Morgen! Hiyo ni asubuhi. Traka majani. Guten Morgen ni asubuhi ama ni jioni. Alafu unaona venye watu wakati mwingine wanapendaka kuvunja ndoa. So huyo ni mtu na mpenzi wake, ameshikwa mkono vizuri, anaenda akipewa madaha na maridhawa, alafu anaona ngozi nyeusi, anasema na chokoro motodhaigayo. Hiyo ni Kifaransa ingine inasemaka the darker the berries the sweeter the juice. So mama ashaona here there are some dark berries and is probably they must be having what we call sweet juice. Ananiinulia mkono, naona mzee kwanza anapinda, alafu baadaye anasema lisilobudi utendo. Kama mama umependa pia mimi nimependa juu nakupenda, na upendacho wewe na kipenda pia mimi. Naweza kuwa msanii bana, naweza kuwa msanii. Mbugani haya mita 200 napiga kushoto. So wacha nimtulize yule tafadhali. Baki hapo. Wacha mimi nifinya haraka lakini wewe baki hapo. Baki hapo kwa lige mdogo. Baki hapo kwa lige mdogo ndo niweze kuja kuingia. Very very gata. Thank you. Hata naingia hapa. Shukran kwa muda wako, shukran kwa imani yako. Nishapita na muona kwenye kio. So hapa speed limit ni 30 imeisha. So hapa ndo tunaleta mzigo. Hapa mimi ndio sina shida, hata mkiangalia kwenye tunakuja utajifanya mimi nilikuwa natumbuiza mashabiki wangu. Na sasa shida ni kwamba sijui exactly ni wapi, so I have to check on what we call CMR. Okay, bishaiona. So otherwise ndugu zanguni, ahlan wa sahlan wa marhaba, tushafika tuingi yako. Muwe na wakati mwema. Mimi nishafika gata Samlabia.